Bana, umewahi kufahamu kuhusu kijiji ambacho wanawake na wanaume huzungumza kwa lugha tofauti, yani misamiati tofauti? Swali ni kwamba, je, wanawasiliana vipi kati ya wanaume na wanawake? Karibu kusikiliza story moja kutoka katika kijiji cha Ubang ambacho kinapatikana katika jimbo la Cross River State, kusini mashariki mwa Nigeria. Hii ni story moja. Hapa ni Ubang, kusini mashariki mwa Nigeria, katika jimbo la Cross River State. Ni moja kati ya vijiji vyenye historia ya kipekee Nigeria na ulimwenguni kwa ujumla. Ni kijiji chenye hadithi ya kuvutia sana. Miaka michache iliyopita, mwanahabari mmoja kutoka Ulaya aliwasili Ubang kufanya makala kuhusu mila za Kiafrika. Alikuwa amejiandaa kwa kila kitu: kamera, mtafsiri na hata zawadi kwa wazee wa kijiji. Lakini kitu kimoja hakujua kabisa, kwamba wanaume na wanawake huzungumza kwa lugha tofauti kabisa. Alipowasili, alianza mahojiano na msichana mdogo wa shule. Alimuuliza, "Unaitwa nani?" kupitia kwa mtafsiri wa Kiyoruba aliyeletwa naye. Lakini msichana huyo alimtazama tu kwa mshangao, akatabasamu kisha akacheka kimya kimya. Baada ya muda, alipoongea na mvulana mwingine, alitumia maneno yale yale kuuliza maswali sawa, lakini kwa mshangao mvulana huyo alijibu kwa maneno tofauti kabisa. Mgeni akachanganyikiwa kabisa. Kwa nini watu wawili kutoka kijiji kimoja wanaosemekana wazaliwa wa jamii moja walikuwa wakitumia maneno tofauti kuelezea vitu vile vile? Kilichofuata kilimvutia zaidi. Mtafsiri wa kijiji alimueleza kuwa alipoongea na msichana alitumia maneno ya wanaume, na hilo ndilo kosa lake. Msichana aliamua kutokumjibu kwa heshima ya mila. Mgeni huyo alijikuta akikumbana na hali ya kipekee. Alipaswa kuchagua lugha yake kulingana na jinsia ya anayemhoji. Huo ulikuwa mwanzo wa makala yake yenye kichwa kilichosomeka Ubang, mahali ambapo unapotamka neno inategemeana na jinsia yako. Baadaye alikilikuwa uzoefu wake Ubang ulimfundisha kuwa lugha si tu sauti, bali ni kitambulisho, heshima na urithi wa jamii. Ubang inapatikana huko kusini mashariki mwa Nigeria, ikiwa ni muunganiko wa vijiji vitatu vya Ofambe, Okiro na Okwezing ambavyo vipo katikati ya milima miwili huko Obudu katika jimbo la Cross River State. Katika kijiji hiki maisha ni ya kawaida kabisa, lakini lugha si ya kawaida. Wanaume na wanawake huzaliwa, hukua na huishi wakitumia maneno tofauti kuelezea kitu kimoja, na si lahaja bali ni lugha mbili tofauti hutumika kuelezea kitu kile kile. Yam in female language is called Iri. Yam in man language is called Kitong. Shu is called in man language Ikweafia. Shu in female language is Ikweaba. Ekob in female language is Ogbala. Male language as Inko. Kwa mfano, mwanaume akitaka kusema kiatu atasema ukum, lakini mwanamke atasema aki. Na kwa neno shule, mwanaume atasema ubia na mwanamke atasema ang. Wenyewe husema hii sio kawaida, lakini ni desturi yao, kwani wamekuwa wakikuta vizazi na vizazi vikitumia desturi hiyo, na wao wakarithi hivyo pia. Ni mila ya pekee ambayo kwa karne nyingi imefanya mawasiliano kuwa ya kipekee kati ya jinsia. Wanaume hawafundishwi lugha ya wanawake na wanawake hawafundishwi lugha ya wanaume, lakini wanajifunza kwa kuchangamana tu. Watafiti wa lugha wamefika Ubang mara kadhaa, wakishangazwa na namna jamii moja bila mfumo rasmi wa elimu tofauti inaweza kutunza lugha mbili sawia, yani lugha za jinsia. Wazee wa kijiji wanadai kuwa ni zawadi ya kipekee kutoka kwa Mungu wa kabila lao. Wanasema Mungu alikusudia kuzipa lugha mbili tofauti, lakini alipofika Ubang akaanza kuchosha, hivyo akawapa tu wanaume na wanawake wa Ubang lugha hizo mbili na hakurudi kwa wengine. Leo kizazi kipya kimeanza kuchanganya lugha hizo, lakini bado Ubang inabaki kuwa kijiji pekee duniani ambacho jinsia huamua lugha yao. Maisha ni ya kawaida, lakini sauti zao ni ushahidi wa urithi wa ajabu. Karibu Ubang, mahali ambapo lugha si kwa wote bali kwa jinsia yako. Lakini je, swali ni kwamba wanaume na wanawake huelewana kwa namna gani? Katika kijiji cha Ubang, ingawa wanawake na wanaume hutumia lugha tofauti, yani maneno tofauti kwa vitu vile vile, lakini wanaelewana kwa urahisi, kwa sababu
Wote hufahamu lugha zote mbili, ingawa kila jinsia hutumia lugha yake. Wanaume huielewa lugha ya wanawake na wanawake huielewa lugha ya wanaume. Kwa hiyo wanapoongea kila mtu hutumia lugha yake, lakini anavyoongea anaelewana bila shida. Wanaanza kujifunza lugha tangu utotoni. Mtoto wa kiume huanza kwa kujifunza lugha ya mama, yani ya wanawake, lakini anapokuwa mkubwa huanza kutumia lugha ya wanaume. Hii huwafanya kuwa na uelewa wa lugha zote mbili. Na mwisho ni tofauti ya maneno, si sarufi au mpangilio mzima wa lugha. Tofauti zipo zaidi katika misamiati, yani vocabularies tu, lakini lugha hizo zina muundo unaofanana, hivyo mawasiliano ni rahisi kabisa. Kwa mfano, kiatu kwa mwanaume ni okpok, kwa mwanamke ni abuo, lakini mtu anajua neno la mwingine linamaanisha nini. Kwa hiyo njia ya maelewano ni ujifunzaji wa pamoja na maneno ya jinsia nyingine tangu wakiwa watoto. Mfumo huu unajengeka kwa utamaduni na heshima. Je, ungependa kutembelea Ubang ili ujionee utofauti wa lugha kati ya wanawake na wanaume? Umeenjoy Basi bwana, usisahau kusubscribe katika YouTube yetu. Bonyeza alama ya kengele hapo chini ili kusubscribe, lakini pia usisahau kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram na TikTok ni @fisesal99, Facebook ni fisesal-ezekiel. Mimi siku zote husema chao chao. Hii ni story moja.